Bwana Yesu apewe sifa. Leo nina jambo hili ambalo ninatamani kukushirikisha. Si kila jambo ni la kuombewa. Kuna baadhi ya mambo unatakiwa uende mbele za Mungu wewe mwenyewe. Hata kama watumishi wa Mungu wapo na unayo nafasi ya kuwaita au kuwaendea, lakini kuna baadhi ya mambo jifunze kwenda wewe mwenyewe mbele za Mungu, na hii itakusaidia kutolaumu watumishi wa Mungu bila sababu. Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 3. Isaya 38 sura ya 38 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amosi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Maana utakufa wala hutapona. Sikiliza huo ujumbe. Hezekia yupo katika hali ya ugonjwa, na ugonjwa ambao umempata ni ugonjwa mkali ambao unamweka katika hatari ya kufa. Lakini anakuja nabii, mtumishi wa Mungu, amebeba ujumbe, anamwambia Hezekia kwamba, mtumishi wa Mungu, tengeneza mambo ya nyumba yako, kwa maana ugonjwa huu unaoumwa utapona, hakika utakufa. Hebu fikiria, anayekuletea huu ujumbe ni mtumishi wa Mungu, na anasema utapona, utakufa. Ungejisikiaje? Mtumishi wa Mungu anapokwambia biashara hii haitapona, itaanguka, shamba hili hautavuna, mifugo hii haitapona, afya yako hii na ugonjwa huu ambao umekupata hutapona, ungejisikiaje? Pengine ungelaani sana, pengine ungejisikia vibaya sana kwamba mtumishi wa Mungu kabisa unaniletea ujumbe kama huu, ujumbe mgumu katika kipindi hiki ninachopitia, katika wakati huu ninaopitia, katika mateso haya ninayopitia. Bado unaniongezea mzigo mwingine, bado unaniongezea mateso mengine, kwamba ugonjwa huu siponi. Kwa hiyo ina maana mtumishi wa Mungu unataka nife? Fikiri, ungekuwa ni wewe. Lakini haikuwa hivyo kwa Hezekia. Ndio maana nimekwambia si kila jambo ni la kuombewa. Kuna baadhi ya mambo lazima uende wewe mwenyewe mbele za Mungu. Nabii Isaya baada ya kupeleka huo ujumbe kumwambia, mheshimiwa, tengeneza mambo ya nyumba yako, hali ni mbaya, huu ugonjwa unaoumwa, usitumie fedha nyingi, usitumie gharama nyingi kujitibia, utapona, utapona, huu ugonjwa ni wa kufa. Nabii Isaya baada ya kusema hivyo akaondoka. Ni ujumbe mgumu, lakini Hezekia alitakiwa kuupokea.
ungekuwa wewe ungefanyeje? Ungejisikia? Pengine ungejisikia vibaya sana. Lakini Hezekia baada ya kupokea ujumbe huu alifanyaje? Mstari wa 2, maandiko yanasema hivi: baada ya ujumbe huo, basi Hezekia akajigeuza. Baada ya kusikia huo ujumbe, Hezekia akajigeuza kuelekea wapi? Akaelekeza uso wake ukutani. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hatua niliyofikia sasa, hali niliyofikia sasa ni ya mimi na Mungu. Hakuna mwanadamu chini ya jua anayeweza kunisaidia na kunitoa mahali hapa nilipo. Ndio maana ya kujigeuza na kuelekeza uso ukutani. Maana yake hapa ni mimi na Mungu. Hakuna mwingine anayeweza kunitoa hapa nilipo, anayeweza kunivusha mahali hapa nilipo. Huenda ikawa naongea maneno haya, kuna mtu ambaye biashara inazama, imefika mahali ambapo unaona haiwezi kurudishika tena, haiwezi kupona tena. Inawezekana naongea na mtu hapa ambaye una mgonjwa ambaye yuko kitandani, unaona kabisa hawezi kunyanyuka tena mahali alipo. Inawezekana wakati huu ninapoongea ni wewe mwenyewe kabisa umegonjeka kiasi ambacho unaona huwezi kupona tena, umejikatia tamaa, unaona kabisa hapa mimi sitoki. Na madaktari wamethibitisha kwamba kwa hali uliofikia, na sisi wenyewe tumejitahidi, tumefika mahali tumegonga mwamba. Na wewe kwa baada ya kusikia maneno ya wataalamu yaliyosema na wao wameshindwa, basi na wewe umekata tamaa, umepoteza tumaini, unaona kabisa huwezi tena kutoka salama mahali ulipo. Kitu ambacho nataka nikwambie, yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yote yawezekana. Unachopaswa kufanya, usitembee na maneno yao waliosema hao ni wanadamu. Wewe unachopaswa kufanya, yapokee hayo maneno, alafu hayo maneno ya kufanye ujigeuze na uelekeze uso wako ukutani, umtazame Bwana, uongee na Bwana. Maana yake sasa umefikia hatua ambayo ishu yako sasa ni ya wewe na Mungu. Talk to God, ongea na Mungu direct, moja kwa moja. Ukishafikia hiyo hali, maana yake Mungu anakupa mwaliko wa wewe kuongea na yeye moja kwa moja. Anaposema elezeni mambo yenu, njoo tuhojiane. That is the moment ya wewe kuongea na Mungu direct, unaongea na Mungu. Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Hakugeuza uso wake ukutani alafu akajikatia tamaa, alafu akaendelea kulala, alafu akaendelea kurelax kwamba mimi basi tena sasa siwezi kutoka tena mahali hapa. No, alijigeuza na akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana direct. Sasa anamwomba Bwana. Angalia mstari wa 3. Wakati anamwomba Bwana, alikuwa anamwomba Bwana akisemaje? Anasema hivi: Bwana, kumbuka haya.